sana sana, na upande wa mtoto wa kiume huwa yani wanakuwa na uhusiano zaidi ya jinsia moja. Unaposikia neno kahaba, nini kinachokujia akilini? Ile kukosekana kufanya kitu ambayo itakani, alafu ambayo jamii haikubaliki nayo. Picha ya kwanza itajua ni demu. Picha tu ya kwanza. Mbona wanawake wanalaumiwa sana kwenye mjadala wa ukahaba? So unajua sasa, in African belief tunaamini kuwa watoto wa kike au mwanamke huwa hana ruhusa kufanya kitu. Huwa tunanyanyaswa sana. So unapata mwanaume akifanya kitu huwa ni okay ama ni right, ambapo utaambiwa mwanamume ana ruhusa ya kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja, ila mwanamke haruhusiwi. That's why mwanamke anachukuliwa kuwa malaya au kahaba. It's like a taboo or a tradition, so that they just believe who can do this is a Number two, let me ask you, even I can ask a question, ndio. This lady, ndio, unafanya ukahaba, ndio? Anafanya na nani? Si mwanaume? Kati ya hawa wawili, yupi humshawishi mwingine? Je, ni mwanaume au mwanamke? Hapo kuna 50-50. Na depend on the situation, what is happening, ndio? Maybe a man can that and a woman can do that. But that's 50-50. Kahaba si mwanamke peke yake. Kahaba kuna kahaba mwanaume na mwanamke. Je, kwa mtazamo wako, ni nini hupelekea wengi kujihusisha na ukahaba? So kila mtu, saizi pia kazi hakuna Kenya. So watu wanakimbilia zile kazi ambazo ni easy way, ambazo ziko everywhere, hazihitaji masomo, na kuna wengine pia wamesoma sana. But unapata ukienda kutafuta kazi, lazima ukuwe na kama godfather pale, mwenye anaweza fanya ukapata ile ajira. So unapata watu ndio wamesoma wanaweza pata kazi.